Mwatate, mimi ni Hezron Kimari. Tuelekee kule Lamu. Familia 240,000 zinazotarajiwa kunufaika na mradi wa maji safi na kawi katika kaunti za Lamu, Tana River na Garissa, kulingana na msimamizi wa mradi huo kutoka shirika la Northern Rangeland Trust, Dida Fayo. Mradi huo unalenga kunufaisha jamii za kaunti hiyo na kutunza mazingira kupitia mbinu endelevu za ukulima na uvuvi pamoja na upanzi wa miti. Dida ameongeza kuwa mradi huo pia unanuia kusaidia jamii katika matumizi ya nishati endelevu. Kwa upande wao, wakazi wa Lamu na Tana River wamesema kuwa mradi huo utasaidia kuondoa changamoto ya ukosefu wa maji ya matumizi ya nyumbani ambayo imekuwa donda ndugu kwa wenyeji wa kaunti hizo. Mradi huo unafadhiliwa na serikali ya nchi ya Denmark, unalenga kuchimba na kurekebisha visima vya maji, kujenga mabwawa ya maji na kuweka nishati ya jua katika mitambo ya kusaga maji katika kaunti hiyo tatu. Ni mradi ambao itakuja kufanya mambo mawili makubwa haswa. Kwanza ni how to restore nature, and the second one is how to ensure that nature benefits us in what we call the climate resilient economies as well as climate resilience ecosystems. We are looking at the rangelands ecosystem stretching from Garissa, Shabini and 2 areas of Tana River, as well as the component of the riparian lands ecosystem ambayo in the northern part we are looking at the Ewasonyiro River, as well as huku on the coastal side we are looking at the Tana River riparian ecosystem, na kisha terrestrial forests as well as mangrove forests. Hii rasilimali tulio nayo leo mradi na launch Lamu na Tana River ni rasilimali iko kwenye hizi kaunti mbili, lakini ni rasilimali ya kitaifa kubwa ambayo tunazingatia kuilinda. Na wasia wangu ni kwamba hii rasilimali ni kama amana. Seo tuna jukumu ya kuilinda ili tusaidie sisi, watoto wetu na vizazi ambavyo vinakuja. We are solarizing all our desalination plants because before ilikuwa ina run either through electricity ama diesel. So through solar solution we are going to come up with to save as a county government of Lamu via the sustainability na pia logistic issues tutakuwa tumekata for that. Matumaini yangu ya kwamba kufikia 2028 kumalizika huu mradi itakuwa hatuna tena la kuongea kuhusu swala ya matatizo ya maji na mengineyo. Tume ya maadili na kupambana